Bwana, habari ya saizi. Tunaanza na simulizi yetu mpya ya huyu mwanadada. Bwana, usisahau kwenda YouTube usubscribe channel yangu, kwa sababu kuna simulizi nyingi huwa naposti kule. Kwa hiyo utakapo subscribe ni rahisi, nikiposti unaiona kwa urahisi kuliko huku TikTok. Bwana, huyu dada anasema yeye maisha yake baada ya kutoka kijijini na kuja mpaka Dar, akaanza kujichanganya na mwisho wa siku akajikuta ameingia kwenye makundi ya biashara ya kuuza mwili. Na kuna watu ambao walikuwa wamekutana nao, akaanza kufanya hiyo biashara ya kuuza mwili. Wakati huo anasema maisha yake, baba yake na mama yake walikuwa wametengana, na mama yake alikuwa ameolewa na mwanaume mwingine na akawa amepata watoto wa kiume ambao yeye anasema nilikuwa sijawahi kuwaona hata siku moja au watoto wa huyo mama yangu baada ya kuzaa na huyo mwanaume mwingine. Anasema miaka ikaenda, miaka ikasogea sana, na mimi umri wangu nikawa nimetimiza miaka kama 35, na wale watoto walikuwa tayari washakuwa ni wakubwa, ni vijana kidogo. Bwana, huyu bidada anasema siku moja akiwa kwenye biashara yake ya sehemu ambako alikuwa anafanya biashara ya kujiuza, alikuwa amekuja kijana mmoja ambaye alikuwa ni kijana, alikuja kwenye lile kundi ambalo tumesema sisi wasichana, akawa anaangalia ni mwanamke gani wa kutembea naye. Na kweli bwana, baada ya kuangalia yule kijana akawa amevutiwa sana na mimi, na baada ya kuongea naye tukakubaliana bei, na kijana yule tukaamua kuchukuana kuelekea mpaka kwenye nyumba ya wageni. Anasema baada ya kufika nyumba ya wageni, kweli yule kijana akaanza kunipigisha story. Alikuwa ni kijana ambaye amechangamka, lakini nikamwambia bwana, muda wangu mimi ni mchache, naomba tumalize jambo hilo tulete huko ndani, mimi nirudi tena kwenye kijiwe changu, kwa sababu wewe leo ni mteja wa mwanzo, kwa hiyo bado sijapata pesa kabisa. Na kijana akamwambia sawa, hamna shida. Baada ya kuoga, anasema wakawa wamefanya hilo jambo. Baada ya kufanya hilo jambo lao, sasa ghafla yule bidada akawa amepigiwa simu, na ile simu baada ya kuipokea anasema ilikuwa ni simu ya taarifa mbaya, taarifa ya msiba, taarifa ya mama yake mzazi alikuwa amefariki dunia. Bidada anasema nilikuwa nimechanganikiwa, na baada ya muda kidogo nikaona yule kijana naye anapokea simu ambayo ilikuwa ni simu. Baada ya kushtuka na kumuuliza, akasema kiukweli nimepigiwa simu sasa hivi, mama yangu amefariki dunia na sijui itakuwaje. Bidada anasema nikamwambia hata mimi nimepigiwa simu, mama yangu amefariki dunia. Na huyu kijana naye akasema na mimi hivyo hivyo, lakini bidada anasema mimi sikutaka mambo yawe mengi, na nikaamua kutoka haraka kwa haraka. Yule kijana kama nipe hela yangu, nikamwacha mle ndani. Na baada ya kujiandaa, na sidhani kama alikuwa ametoka muda huo, baada ya kurudi nyumbani na kujiandaa, kesho ikabidi nijipange kwa safari ya kuelekea mpaka nyumbani kwetu Dodoma. Bidada anasema baada ya kufika Dodoma, nikafika mpaka nyumbani kwetu, kweli nilikuta watu ni wengi, watu wakilia, kuna baadhi ya ndugu. Anasema tumekaa pale, sasa ule muda ambao kuna watu wakaanza kuongea, inabidi jamani watoto wa marehemu wote waje kwa ajili ya kuuaga mwili wa mama yao mzazi. Bidada anasema ghafla nikamuona yule kijana ambaye tulikutana naye guest, nikawa nimeshtuka, hata yeye akawa ameshtuka, kitendo ambacho kila mtu akawa ameshangaa na kusema vipi, mbona kama nyinyi mna matatizo au mna ugomvi? Mimi nikadekea na kusema hapana, kuna kitu tu, sikutegemea kama mama yangu atakuwa na watoto wakubwa kiasi hiki. Lakini baada ya mambo basi tukaendelea na yale mambo, lakini moyoni nilikuwa nawaza sana, moyo ulikuwa nawaza kwani huyu nene mtoto wa mama yangu mzazi. Na hata yule kijana naye alikuwa ile furaha yake sasa imepotea, hata kile kilio chenyewe kile, anasema alikuwa ni mtu ambaye sasa ana wasiwasi, yani muda wote. Kweli tukafanikisha kwenda kumzika mama yetu mzazi, na baada ya kuzika, kama unavyojua vikao vya ndugu, tukawa tumekutana pale, tumekaa ndugu wengi. Sasa mimi na yeye muda wote tunabaki tunatazamana, na mwisho wa siku tukaanza kutambulishwa kwamba bwana, mimi naitwa fulani, mimi fulani, mimi ni mtoto wa hivi na hivi, mtoto wa hivi na hivi. Kiukweli mimi toka siku hiyo na yule kijana, baada ya msiba kila kitu kumalizika, nikaamua kuondoka Dar, kurudi tena Dar. Na baada ya kurudi Dar nilikuwa nimewaza sana, kiukweli nilikuwa nimelia, nimesononeka, nilikuwa nimeumia mno, na kusema kweli hizi biashara zingine tunazifanya kwa sababu ya matatizo, lakini mwisho wa siku tunaweza tukajikuta tunakutana na vitu ambavyo hukuwahi kutegemea. Anasema tangu siku hiyo mimi nikaamua kuacha rasmi biashara ya kufanya biashara ya kujiuza, na nikaamua kujichanganya. Nashukuru Mungu, nikaamua kutubu na kujichanganya. Sasa nafanya kazi za kawaida, nimepata kazi ya mantilie, nashukuru Mungu, nafanya biashara, napata hela yangu, na sitamani tena kurudi kwenye ile biashara. Na hata yule ndugu yangu nilimwambia kiukweli kitendo kile mimi sijakipenda, na nimeamua kuacha kabisa hiyo biashara kabisa. Na hata wewe acha biashara kununua wanawake wanaojiuza barabarani, kwa sababu kuna maradhi na kuna mambo mengi. Anasema bidada toka siku hiyo akufanya tena biashara hiyo, na akaamua kabisa kuanza maisha yake upya. Na kwa sasa mwanadada huyu anasema yeye ni mke wa mtu,
na hiki kisa ananisimulia na kitoa, anasema japokuwa hajataka nimtaje jina na nimzungumzie yeye anaishi wapi na jina lake. Kwa hiyo anasema kwenye maisha yake kisa hiki hatoweza kukisahau, lakini kwa sasa anachomshukuru Mungu ni kuiacha ile biashara, na akitoa ushauri, jamani dada zetu, tunajua maisha ni magumu. Kuna wengi ambao wanafanya ile biashara bila kupenda. Hata yeye wakati anafanya ile biashara ni kwa sababu alikuwa ameletwa huko muda na mwanaume alimwambia aje, na baada ya yule mwanaume kumtumia na kumtelekeza, maisha yake kuwa magumu, ndio akaamua kujichanganya mpaka kuangukia kwenye hizo biashara. Kwa hiyo bidada anatoa ushauri na kusema jamani, tuwe makini sana na tujitahidi kupambana na maisha, japo ndiyo maisha yetu ni magumu. Biashara hii kiukweli sio nzuri. Naomba Mungu awaepushe na Mungu atutie nguvu. Bwana, ulikuwa na mimi kama kawaida yako. Usisahau kwenda YouTube na kusupport channel yangu, tuwe sambamba kuleteana visa na story kama hizi. Bwana, Mungu akubariki na akutie nguvu. Shukrani.